Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kukaribisha katika kipindi chetu cha kutoka hemani, na tunaendelea na mafundisho ya neno la Mungu. Kumbuka kabisa somo letu tunaendelea nalo, na leo ni kipindi tena kingine Mungu katupa neema tushiriki pamoja. Somo letu linasema maombi yenye kuleta mabadiliko au maombi yenye kuleta matokeo. Kwa hiyo kilikuwa ni pointi namba 6 ambayo ilikuwa inasema ili uwe na maombi ambayo yana matokeo, yanaleta majibu mazuri katika maisha yako. Mojawapo ya kanuni ya kufanya maombi yenye matokeo, Biblia inasema katika kile kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 13 pamoja na 14 ya kwamba tuombe kwa jina la Yesu, maana Yesu anasema mkiomba lolote kwa jina langu. Kwa hiyo kanuni hii inasema lazima tuombe kwa jina la Yesu ili tuweze kupata matokeo au tuone mambo yanabadilika katika maisha yetu. Sasa fundisho letu kuu hapa ilikuwa ni kuomba kwa jina la Yesu, na katika kipindi chetu kilichopita nilijaribu kutoa maelezo ya utangulizi ama ufafanuzi, jina linawakilisha kitu gani. Tuliona kabisa jina linaweza likatumika kama utambulisho, kwa Kiingereza tunasema identity. Jina linaweza likawakilisha purpose ama kusudi la mtu kuwepo katika uso wa dunia. Jina vile vile tuliona linaweza likawakilisha mamlaka na vitu kadha wa kadha. Ukienda katika kipindi chetu kilichopita utaona kitu gani niliongea. Sasa leo nataka nikushirikishe kitu kingine katika mwendelezo wa pointi namba 6 ya kwamba lazima tuombe kwa jina la Yesu Kristo kama tunataka kupata matokeo katika maombi yetu. Tunataka kuona Mungu akifanya mambo makubwa katika maisha yetu. Tunatamani kufanikiwa, tunatamani kupiga mbio, tunatamani Mungu abadilishe hatima yetu. Kwa Kiingereza tunasema destiny. Mungu abadilishe hali zetu za kiroho. Lazima tujifunze kuomba kupitia jina la Yesu Kristo, kwa sababu hilo ndilo agizo la kibiblia. Hatuombi kwa jina la mwanadamu awaye yote. Sikiliza nikwambie, hautaomba kwa jina la balozi, hautaomba kwa jina la mwenyekiti, utaomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ndilo jina pekee ambalo tumelipewa. Tuombe katika hilo tuweze kuona matokeo. Sasa baada ya kuelezea maana ya jina la Yesu, kumbuka maneno haya mawili ya msingi. Nilisema Yesu limetokana na lugha, kwa sababu Agano la Kale limeandikwa Kiaramaik pamoja na Kiebrania. Yesu limetokana na maneno mawili, Yahwe pamoja na Yasha, na maelezo yake nilikueleza kwa kifupi kabisa. Ni Mungu wa Israeli anayeokoa au Mungu anaokoa. Sasa kwa nini tuombe kwa jina la Yesu? Jambo la kwanza, tunaomba kwa jina la Yesu ni kwa sababu maandiko yanasema, pointi ya kwanza, Yesu Kristo ni njia. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6, takusomea hapo. Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6. Yohana 14 na ule mstari wa 6. Biblia inasema hivi, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo pointi yetu ya msingi ya kwanza, kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu? Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hiyo kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu? Pointi yangu kubwa hapo ni kwamba Yesu ni njia. Kwa mwanadamu yeyote anayetaka kumwendea Mungu, iwe kumwendea Mungu kwa tafsiri ya kuiona mbingu, iwe kumwendea Mungu kwa tafsiri ya kufanya maombi, lazima apite kwenye njia, na njia hii ni Yesu. Na ndio maana Yesu akaelekeza tuombe katika jina la Yesu, kwa sababu yeye ni njia. Unapomwendea Mungu kwa njia ya maombi, hakikisha unapita kwenye njia.
na maandiko yanasema njia ambayo imewekwa ni moja tu, ni Yesu Kristo peke yake. Kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinasema, kwa maana hakuna jina jingine tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo, ni jina la Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo unapokuwa unafanya maombi unatumia jina la Yesu, kwa sababu Yesu ni njia. Tukiwa tunafanya maombi sisi tunaamini tunamwendea Baba kwa njia ya maombi. Kwa hiyo lazima upite katika njia ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pointi yangu ya msingi ni hapo, sababu sasa za msingi baada ya kuelewa nini maana jina la Yesu, kwa nini tunaomba kupitia jina la Yesu, kwa sababu Yesu ni njia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Pointi nyingine ya msingi, kwa nini Yesu ametuagiza tuombe kwa jina lake. Sentensi hii inasema, kwa sababu Yesu Kristo ni jina kuu lipitalo kila jina. Tunaomba kwa jina la Yesu kwa sababu Yesu Kristo ni jina kuu lipitalo kila jina. Ukifungua katika Biblia pamoja nami kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 kuanzia ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu ya pili, kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu? Kwa sababu maandiko anasema, kitabu cha Wafilipi sura ya 2, ya kwamba Yesu alivyokuwa mtii hata mauti ya msalaba, akajinyenyekesha katika kiwango cha chini kabisa, Mungu alimwadhimisha mno. Biblia inasema hivyo, au alimuinua sana, akamkirimia jina lile linalopita kila jina. Nasema hivyo kwenye maandiko, ili kwa jina la Yesu kila goti la kitu chochote kilicho mbinguni, kilicho duniani na kilicho chini ya nchi lipigwe mbele za Yesu. Maana yake hakuna chochote ambacho kitakataa kukubali ya kwamba Yesu ni Bwana. Na tukisema kila goti lipigwe na kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, maana yake Yesu ana authority ama ana mamlaka juu ya vitu vyote. Tena Biblia inasisitiza, inasema vitu vyote vilivyoko mbinguni. Kwa hiyo ukienda mbinguni likitamkwa jina la Yesu, vyote vilivyoko mbinguni vinapiga magoti, vinasalenda, vinakubali ya kwamba Yesu ni mfalme. Ukija duniani, vitu vyote unavyovijua, jina la Yesu likitamkwa, vyote vilivyoko duniani vinakubali ya kwamba Yesu ni Bwana au ni mtawala au ni mfalme. Na maandiko anaongeza, anasema ukienda chini ya nchi. Sasa kibiblia ikisema chini ya nchi ina maana gani? Kwa haraka haraka unaweza ukatengeneza fikra zako ukasema, wengi wanaamini kwamba kuzimu ni chini, kwa lugha nyepesi haraka haraka. Kwa hiyo hata huko ukienda, jina la Yesu likitamkwa, vyote vilivyoko huko vinapiga magoti, kwa sababu vinajua Yesu ni Bwana. Pointi ya pili hapo inasisitiza ya kuwa kila ulimi wa kitu chochote kilicho mbinguni, kilicho duniani na chini ya nchi kikiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo ukienda mbinguni, jina la Yesu likitamkwa, chochote chenye uhai kitasema Yesu ni Bwana. Na ukija duniani, jina la Yesu likitamkwa, chochote chenye uhai na kisicho na uhai kitasema Yesu ni Bwana. Na ukienda chini ya nchi. Kwa hiyo kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu? Kwa sababu Mungu alimkirimia jina lile lipitalo kila jina. Hakuna ugonjwa ulio zaidi ya jina la Yesu. Hakuna mateso yaliyo zaidi ya jina la Yesu. Hakuna mapepo wala majini yaliyo zaidi ya jina la Yesu. Hakuna kiongozi aliye zaidi ya jina la Yesu. Na maandiko anamalizia vizuri kwa kusema hivi,
kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Kwa tunavyotamka jina la Yesu linavyosifiwa, linavyopokea sifa, linavyopokea utukufu, ni automatically ule utukufu unakwenda kwa Mungu Baba. Ni utaratibu wa kibiblia. Ndivyo maandiko yanavyosema, kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Jambo lolote ambalo linaweza kutokea maishani mwako, kumbuka jina la Yesu ni jina kuu kupita majina yote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo pointi yangu ya pili ya msingi ni kwamba jina la Yesu ni jina kuu kupita kila jina, na Mungu amemkirimia, ameweka hivyo kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe, ili mbinguni, duniani na chini ya nchi iweze kujulikana ya kwamba Yesu ameinuliwa zaidi ya vyote. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu ya mwisho na ya tatu katika fundisho hilo, ya kwamba kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu, ni kwa sababu vitu vyote vipo chini ya udhibiti au umiliki wa Yesu Kristo mwenyewe. Twende pamoja nami kitabu cha Efeso, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 22. Kitabu cha Efeso sura ya kwanza na ule mstari wa 22. Nianzie 21. Maandiko yanasema nianzie 20. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao. 22 anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Kwa hiyo pointi ya msingi, kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu, ni kwa sababu vitu vyote vimewekwa chini ya Yesu. Biblia inasema Mungu alivyomwinua, alimweka juu ya vitu vyote. Anasema uwe usultani, uwe ufalme, uwe ni utawala, kiwe ni kitu chochote, vitu vyote viliwekwa chini ya Yesu. Tena anasema si katika ulimwengu huu tu, no, bali hata katika ule ujao. Tafsiri yake ni nini? Leo tupo duniani katika ulimwengu huu, vitu vyote viko chini ya Yesu kwa ajili ya kanisa ambalo ni wewe pamoja na mimi. Uponyaji uko chini ya Yesu, baraka ziko chini ya jina la Yesu, utajiri uko chini ya jina la Yesu, uweza na vitu vingine vyote unavyovihitaji katika Kristo viko chini ya jina la Yesu. Tena maandiko yamesisitiza, anasema si katika ulimwengu tu huu, hata ule ujao. Maana yake dunia hii ikipita, huko tunako kwenda, kumbuka jina la Yesu litabaki kuwa superior, litabaki kuwa juu zaidi ya vitu vyote. Ndivyo Efeso anavyosema. Kwa hiyo usisumbue kichwa chako, unapaswa kujua, unapaswa kuelewa, unapaswa kuamini. Tunaomba kwa jina la Yesu kwa sababu hata kama ni maombi ya vita, falme na mamlaka, mambo ya kichawi, mambo ya kishirikina, uganga wa kienyeji, nguvu za majini, nguvu za magonjwa, nguvu za mateso, zote Biblia inasema ziko chini ya jina la Yesu. Una maombi maalum, una mahitaji, yote yako chini ya jina la Yesu. Si hapa tu, bali pia katika ule ulimwengu ujao. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii kukuaga nikisema Mungu wangu wa mbinguni akubariki sana. Unapokuwa unafanya maombi, kumbuka kuomba ukitumia jina la Yesu Kristo. Utayaona matokeo. Hali yako haitabaki kama ilivyo. Hatima yako itabadilika. Uliitwa laana, lakini jina litageuka na kuonekana mtu uliyebarikiwa. Ni mimi mchungaji Dr. Kiej wa kanisa la Hemani lililoko mtaa Maliza, kata ya Buhongwa, jijini Mwanza. Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Tukutane kipindi kijacho.